Asanteni sana. Familia ya mama wetu Mukami Kimathi, watoto wake, familia kubwa ya Mau Mau, ndugu viongozi wote wenzangu, Bwana Deputy President, Prime Cabinet Secretary, former Prime Minister, magavana wetu, CS mulio hapa, Principal Secretaries, Speaker wetu wa hapa Nyandarua, pamoja na MCAs, ndugu wananchi wote, Adoa Nyandarua Moriega, Moriega rege, Mwathani agosho. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia hii nafasi, tuungane na familia ya mama wetu shujaa Mukami Kimathi katika sherehe hii ya mwisho. Tumsindikize kwa heshima kubwa na taadhima zote, tukimsherehekea kama shujaa ambaye aliungana na mashujaa wengine wa Mau Mau na wale wote walioshiriki katika kupigana na wakoloni ili nchi yetu iwe ni nchi huru na sote tufurahie uraia wetu kama wa Kenya. Kwa niaba ya serikali ya Kenya na viongozi wote, kwa familia ya mama wetu Mukami tunasema pole, na pia tumekuja kuungana na nyinyi kusherehekea maisha ya huyu mama wetu, kwa sababu alichangia mbali na kupigania uhuru wa taifa letu, pia baada ya uhuru wetu kupatikana amechangia sehemu kubwa. Alikuwa kansela, alikuwa kiongozi, ameshiriki mambo nyingi ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Wakati mimi nilimjua huyu mama, pia alituombea pale 2013 na rafiki yangu Uhuru Kenyatta, na baraka yake na mate yake na ya viongozi wengine wengi na watu wengine wengi tukapata ushindi 2013. Mimi nimekuja hapa kama mmoja ya wale watu walifaidika na mambo ya huyu mama wetu Mukami, kusema pole. Mimi naelewa ya kwamba bado tuko na mambo mengi ya hawa ndugu zetu Mau Mau, vile imetajwa hapa na viongozi wengi. Mbali na huyu mama wetu Mukami, tuko na wazee wengi, tuko na viongozi wengi, tuko na wale ambao wamebaki watu wa Mau Mau, tuko na watoto wao, na tuko na jukumu la kihistoria, na tuko na jukumu pia ya kuhakikisha ya kwamba kwa ile mchango wao kwa taifa letu liwe huru, ni lazima pia tuwarudishie mkono, pia na wao wafurahie kwamba walichangia sehemu kubwa, na tuko na heshima na wao. Vile wameomba hawa ndugu zetu wa Mau Mau ya kwamba kwanza tuweke historia sahihi kwa yale mambo walifanya, ili watoto wetu na vizazi vijavyo wakuje kuelewa ya kwamba taifa hii
ilikombolewa kwa watu kujitolea. Nataka niwaambie ndugu zetu hawa wa Mau Mau, vile mumeuliza ya kwamba kwanza historia iangaliwe vizuri. Museum ile mumeuliza hapa Nyandarua, tayari tumeweka milioni 50 ya kujenga hiyo museum, na waziri yuko hapa, atakuja kuandamana na nyinyi vile hiyo museum itajengwa. Vile vile pale Uhuru Gardens kule Nairobi, mnajua pia tuko na museum kubwa ya kukumbuka wale wote waliochangia katika historia ya taifa letu la Kenya. Pia na pale mimi nataka niwaeleze ndugu zetu wa Mau Mau, tunawatarajia kuna sehemu kubwa pale Uhuru Gardens Nairobi ya watu wa Mau Mau, ili tuweke historia sahihi na kweli, na tuwakumbuke kwa mchango wenu katika kukomboa taifa letu la Kenya. Vile vile mimi nataka muelewe mambo haya mlioyasema ya title deeds hapa Nyandarua, kule Nyeri na sehemu zingine. Tuko na mpango kamili, na mimi nataka niwahakikishie waziri wetu Bwana Njeru ako na mwongozo kamili ya kwamba kabla ya sisi kwenda Disemba mwaka huu, titles zote za colonial villages na mahali pote wa Mau Mau wanaishi tutakuwa tumezikamilisha, na tutakuja ili tuwapatie hizo title deed muweze kuishi kama Wakenya wengine. Vile vile mzee ameongea kwa kirefu na amesema ya kwamba tunataka mwili wa Kimathi mahali ilizikwa, kwa sababu ilizikwa kwa aibu kubwa, akiwa amefungwa minyororo na akiwa amefungwa kama mhalifu. Huyo Kimathi hakukuwa mhalifu, alikuwa ni shujaa wa kupigania uhuru wa taifa letu la Kenya. Na mimi nakubaliana na nyinyi, na sio nyinyi peke yenu mtaenda kutafuta mahali huyo muungwana shujaa wetu alizikwa. Serikali ya Kenya itaungana na nyinyi, tutafute mahali huyo shujaa alizikwa na hiyo aibu, tumtoe pale ili tumpatie heshima inayotoshana na shujaa ambaye alipigania uhuru wa taifa letu la Kenya. And therefore I am giving you a commitment on behalf of the government of Kenya that the government of Kenya will work with you and all those who have the history of where this great hero, our independence hero, the man who paid the ultimate price for us to be a free nation, that we will find him and we will give him a decent, befitting national send-off. Kwa hivyo tutaungana pamoja na nyinyi. Mimi vile vile nataka niwaeleze ndugu zangu wa hapa Nyandarua ya kwamba kwa yale mambo yote mumeniuliza ya kwamba tujenge hii barabara kutoka hapa Njabini mpaka hapa nyumbani kwa mzee wetu Kimathi. Mimi nataka niwahakikishie hivi, nitarudi hapa Jumamosi ijayo. Jumamosi kama leo, next week, nilikuwa nimepanga ya kwamba nitakuja hapa Njabini
kuanzisha ile barabara ya kutoka Njabini kwenda mpaka Gadhara na kutoka Gadhara kwenda Tulaga mpaka kwa Kanyugi, na kutoka pia pale Gadhara kwenda Kianguyo kwenda mpaka kwa Shem. Mimi nitarudi hapa kuanzisha hiyo barabara. Mnajua nilikuja hapa juzi kwa ile barabara ilikuwa imekwama ya kutoka kule Captain. Sasa tumesema tunaunganisha kutoka Kirima, Donyojeru mpaka kwa Mato. Hiyo barabara sasa tuko na contractor inaendelea. Nilikuwa hapa wakati nilikuja kufungua Technical Training College yetu hapa na mjumbe wenu huyu Mungwana. Na nimefurahi ya kwamba hiyo Technical Training College naambiwa kuna wanafunzi 600 tayari. Na wakati huo tulikuja pia kuanzisha hii barabara ya kutoka hapa Njabini kwenda Githioro kwenda mpaka Naivasha. Na hiyo barabara tumekamilisha. Si namna hiyo? Bado tuko na barabara zingine nyingi ambazo zimekwama kidogo. Na zilikwama kwa sababu pesa ilikosekana, kwa sababu ya mambo mengi ambayo sitaki kusema. Lakini katika budget yetu ya sasa tumepanga vizuri. Kuanzia mwezi wa 7 kuna barabara zinaendelea, zile zingine zilikwama tutazikwamua. Hata ile mumeniuliza ya kutoka pale Ndonyonjeru kwenda mpaka Iithe ngambo ile Nyeri yenye inapitia pale Abadea. Nimefurahi sana kwa sababu huyu kijana Bwana Medho amesema atanisaidia, kwa sababu pale tuko na shida ya msitu na kuna watu wametupeleka kotini. Wale wametupeleka kotini kwa mambo ya mazingira. So mimi nimefurahi huyu kijana ameofa, wewe sasa panga hiyo maneno vile tulikubaliana, vile wewe ulisema tugawane hiyo kazi. Wewe pambana na hawa watu wawache kesi, na mimi nitaweka pesa ya kujenga barabara. So hiyo ni kazi mzuri. Pia mimi nataka niwaeleze watu wa Nyandarua, niwashukuru kwa heshima kubwa. Nilikuja hapa kwenu, nilikuja hapa Njabini, nikakuja Olkalao, nikakuja Olchororok, nikakuja kila mahali na niuliza kura zenu. Jameni, mimi nasimama mbele yenu kwa hii mazishi ya huyu mama kwa heshima kubwa. Niwaambie watu wa Nyandarua asante sana kwa kura zenu. Narudia tena kusema kwa watu wa Nyandarua asante sana kwa kura zenu. Na yale mambo tulikubaliana na nyinyi, kwa sababu ilikuwa ni mkataba kwamba mtanipatia kura zenu na mimi kuna mambo nitafanya. Mimi nataka niwahakikishie hiyo kazi nilisema nitafanya, sitawaangusha. Hiyo kazi nitafanya. Mumenisaidia kumwambia ndugu yangu Raila atulize boli, ndio nipate nafasi ya kufanya hiyo kazi. Hapo pia nimesaidika kidogo. So mimi nataka niwahakikishie watu wa Nyandarua ya kwamba kazi ya kupanga maendeleo ya Nyandarua tayari nimekutana na viongozi wenu. Nimekutana na gavana wenu na magavana wengine wa Kenya. Tumekubaliana ya kwamba ili kuondoa brokers na cartels wale wanatusumbua wakati tumepata mazao yetu hapa Njabini, tunaweka aggregation and industrial park ambaye tunajenga na shilingi milioni 500. Mimi nitarudi hapa mwezi wa 7 kuanzisha ujenzi
tukipitisha budget kuanzisha ujenzi wa hiyo industrial park ambaye tutaweka vifaa itakayowasaidia pamoja na cold room ya mambo ya viazi yenu na mboga yenu, ili wakati tukipata chakula kingi isiharibike, kwa sababu tutakuwa na mahali ya kuweka mahali pazuri. Nataka niwaeleze vile vile, kwa sababu tulikubaliana na nyinyi ya kwamba biashara yenu ya maziwa ambaye ilikuwa inaharibika kwa sababu hakuna milk coolers ya kutosha, tulikuwa na mpango pale mbele tukalete milk coolers 5, tukawa na zingine 30 ambazo zilikwama. Mimi nataka niwaeleze sasa tumeikwamua, tumeweka pesa kwa budget ya mwaka huu. Kuanzia mwezi wa 8, 9 hapa Nyandarua tutawapatia milk coolers 30 zingine ambazo mtatumia kukusanya maziwa yenu, ili maziwa yenu ipate bei ya sawa sawa. Tuhakikishe ya kwamba wale wananunua maziwa barabarani wakisema ya kwamba maziwa itaharibika, sasa tutakuwa na mpango ambaye mtakuwa na milk coolers. Maziwa msiuze kiholela mpaka bei ya sawa sawa ipatikane, iwe level 4 hospital. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba nimekubali. Tutaongeza ile pesa kidogo tulikuwa tumeweka pale, tulikuwa tumeweka milioni 20, sasa tutaweka milioni 100 to upgrade iwe level 4, na nitawatafutia equipment ili muendelee na hiyo kazi mzuri nasikia mnafanya. Lakini mfanye na mpango jameni. Najua pale nyuma wakati tulisema ya kwamba tunalipia, na hiyo mpango bado inaendelea, kwamba mama yeyote akienda kujifungua serikali ya Kenya inalipa. Haikumaanisha ya kwamba sasa hiyo ndio iwe kazi tu ya kufanya peke yake. Lazima pia inafanywa kwa kipimo. Si namna hiyo? So tutashirikiana hiyo hospitali, na nimefurahi ya kwamba kwa heshima ya mama wetu Mukami mumesema hiyo hospitali sasa itabadilishwa jina iitwe Mama Mukami Hospital. Nataka niseme pongezi na shukurani nyingi. Vile mumesikia waziri wetu Alice Wahome amesema mambo ya maji ni mambo ya muhimu. Na washukuru sana watu wa Nyandarua, mnatupatia maji ambayo tunatumia kule Nairobi. Na kwa heshima hiyo ni lazima na sisi turudishe mkono, tupange maji ya watu wa Nyandarua. Tuko na damu, mkiona katika vyombo vya habari tulitangaza juzi advertisement ya contract expression of interest ya dams 33 katika taifa letu la Kenya. Moja ya hiyo dam ni yenu hapa Nyandarua. Tumesema dam ya Malewa tutaunganisha na dam ya Pesi na dam ya Kinja, tuhakikishe ya kwamba safari hii isiwe ni story. Safari hii tuwajengee dam ambayo itasaidia kuwapatia maji mtakayotumia nyumbani, maji ya mifugo yenu, na vile vile maji ya kutumia kwa irrigation, ndio tuzalishe chakula, tuweze kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwapongeze vile vile kwa sababu wakulima wa taifa letu la Kenya wamejitolea. Wakati tuliwaambia wakulima wa Kenya ya kwamba tutapunguza gharama ya mbolea, wakulima wengi walijitolea.
mimi nafurahi ya kwamba ile mbegu tumeuza mbegu zaidi ya ekari juu ya zile zilipandwa mwaka uliopita. Ekari 1200 mpya imewekwa katika kuzalisha chakula katika taifa letu la Kenya, kwa sababu wakulima walipata motisha wakati walijua wanaweza kupata mbolea kwa bei nafuu. Mimi nawapongeza wakulima wa taifa letu la Kenya kwa kujitolea. Uzalendo wenu wa kutusaidia kuzalisha chakula ndio tuweze kuondoa aibu ya njaa. Mimi nawapongeza wakulima wote wakiwemo wa hapa Nyandarua. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba mbali na mbolea tumepanga mwaka huu, mwaka ujao tutaongeza kuwapangia pia mbegu, na vile vile katika budget yetu ya mwaka huu nimeondoa ushuru kwa raw materials ambayo itatusaidia kuzalisha ama kutengeneza mbolea hapa Kenya. Nimeondoa ushuru kwa raw materials ambayo itatusaidia kutengeneza madawa hapa katika taifa letu la Kenya. Nimepunguza ushuru ile inaitwa RDL pamoja na IDF. Nimepunguza ushuru kwa mambo ya chai na kahawa. Serikali ilikuwa inaokota karibu milioni 300 kila mwaka kutoka kwa chai na kahawa. Lakini nimesema kwa sababu tunataka kusaidia wakulima wetu, hiyo ushuru wakulima wamekuwa wakilipa ya milioni 300 tunaondoa kama serikali, ndio tusaidie mapato ya wakulima. Nimeondoa ushuru kwa mambo ya value addition ya bidhaa za kilimo ama mazao yetu ya kilimo ambayo tunauza katika nchi za nje. Tumeondoa ushuru kwa sababu tunataka kusaidia wakulima wetu wapate mapato zaidi. Nimeondoa ushuru kwa mambo ya gas ili wamama wetu wanaohangaika na kupika na kuni wanapata magonjwa mengi. Tuanze kupunguza hiyo gharama so that we can have clean cooking energy. Mimi nataka muelewe ya kwamba hiyo kazi yote ni kwa sababu mimi natambua ya kwamba tuko na changamoto katika taifa letu la Kenya. Mimi naelewa sana mambo ya kujua ya kwamba kuna ugumu, na ndio nimepunguza karibu ushuru mara 20. I have identified almost 20 areas to reduce taxes so that we can alleviate the heavy burden on the Republic of Kenya. Na pia nimepunguza pesa ambayo tumekuwa tukikopa. Mwaka huu nimeondoa bilioni 500 ambayo tungekopa, nikasema hatuendi barabara ya kukopa tena. Kwa sababu mimi naelewa Wakenya wako na uzito. Mimi nataka niwaeleze ndugu zangu watu wa Nyandarua, vile tulikubaliana na nyinyi. Nilikuja hapa Njabini, si ndio? Mliniona hapa Njabini? Si nilikuwa area hapa? Mimi niliwaambia tuko na matatizo ya vijana wetu wengi. Tuko na vijana karibu milioni 5 Kenya hawana kazi. Wanahangaika madukani, wanahangaika barabarani, wako kwa street zetu, na niliwaambia na wanaongezeka kila mwaka. Wale wanaotoka shuleni, wale wanatoka katika vyuo vyetu, vijana karibu milioni 1 wanaongezeka kila mwaka. Na ni lazima tuwe na mpango ya vile hawa vijana watapata ajira. Si tulikubaliana jameni? Na ndio sababu mimi nimesema kwa heshima kubwa, ili kupanga ajira ya hawa vijana,
sisi tulio na kazi, sisi ambao tuko na mshahara, ikianza na mimi rais wa Kenya, tutatoa sehemu yetu kidogo, 3%. Mimi naulizwa nitoe shilingi 2,000. Huyu mjumbe wenu Kenya anaambiwa atoe shilingi 2,000. Ule MCA anaambiwa atoe shilingi 1,000. Huyo mwingine anaambiwa atoe shilingi 900. Mwalimu hapo anaambiwa atoe shilingi 500. Ili tuwe na mpango ya housing ambayo itatupatia ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya 1,000,000 kila mwaka. Na nilisema hapa, na hata hawa viongozi tulikuwa na wao. Si wewe Badilisha ulikuwa na mimi? Si wewe Metho ulikuwa na mimi? Nikitangaza hapa ya kwamba tutakuwa na mpango ya housing, kwani ulikuwa unafikiri ilikuwa mchezo? Haikuwa porojo. Unajua kuna watu wengine wanajaribu kuniambia, unajua ile maneno ulisema, kama itakuwa ngumu useme ilikuwa tu ni siasa. Hapana. Siasa ya ukora na utapeli na utanganyifu, wa Kenya walienda kura wakaondoa hiyo siasa. Ile maneno yote tuliwaambia hawa wananchi, my friends, tuwe tayari kuyatekeleza. Tunaelewana jameni? Na sisi tulio na ajira, tusiwadharau wale hawana ajira, kwa sababu hiyo kazi wewe uko naye, hata hii mimi niko naye, inaweza kufanywa na Wakenya wengine 1,000. Lakini wao hawafanyi hiyo kazi kwa sababu wewe uko naye. Si namna hiyo? So ni jukumu letu ya kwamba tupange sisi tulio na ajira vile wale ambao hawana ajira pia na wao watapata ajira, watapata nafuu. And that is why it is our collective responsibility. Na ndio mimi nataka niwaulize hapa Njabini tumepatiwa ekari 5.9 already in Njabini. Tumemaliza kuchora ile nyumba tutakuja kujenga hapa. Na hapa tukija kujenga hizo nyumba 500, tutahitaji vijana 1,500 wa kutusaidia kujenga hiyo manyumba. Na hawa vijana 1,500 ni wale wako hapa kati yetu. So the people we are trying to hire in our housing plan are fellow citizens of the Republic of Kenya. Ni watoto wetu, ni jamii zetu, ni Wakenya wenzetu. Vile wewe uko na kazi, tafadhali tusaidiane. Hata hawa watoto wetu ambao wanahangaika hawana kazi, tuwe na mpango hata na wao wapate nafasi ya ajira, wajisimamie, ndio tuwe na taifa ambayo sisi wote tutajivunia. Na mimi nauliza kwa unyenyekevu, ndugu zangu wa bunge, kuna mapendekezo ya budget tumeifanyia kazi, tunaleta bunge. Na vile ndugu yangu former prime minister amesema ananijua sana, na ni kweli. Nasema ananijua, nitapiga kelele alafu nitatuliza. Na mimi pia namjua sana, na nimemsoma sana, ndio nilimshinda akiwa na uhuru. Namjua sana, na kwa sababu mimi namjua sana, najua ataendesha hii mambo yake pia hii yote mpaka na maandamano, lakini mimi najua itaishia wapi. I know that. Si namna hiyo? So sasa sisi kwa sababu tunajuana, si ndio? Wewe unanijua, mimi nakujua. Tumekubaliana sasa wabunge waende waongee. Si namna hiyo? Wapangane huko bunge, wacha mimi ningangane na hii kazi. Hii nisukume hii kazi. Na mimi nataka Bwana Prime Minister, umesema kuna maneno ya gharama ya maisha kupanda. Ni kweli.
gharama ya maisha iko juu. Lakini sasa si mimi nikichaguliwa, si gharama ya maisha ilikuwa juu? Unga ilikuwa 230. Saa hii ndio imepata hata nafuu. Nimeenda kutafuta mahindi, nimelete, nimepanga. Sasa unga ndio hiyo imefika 170, inakuja ikiteremuka. Hawa wakulima wameenda shambani. Unajua makosa mlifanya nyinyi, badala ya kwenda kusaidia mkulima kuzalisha, mlienda kupatia pesa mila. Ule mtu anasiaga pale. Ule mtu ya kusiaga ako na unga yake ya kutoa wapi? Si inatoka shambani. Ndio mimi nimeenda kwa wakulima kupanga hawa. That is how to reduce the cost of living. You don't reduce the cost of living by working with millers on subsidy programs. You subsidize production. You don't subsidize consumption. That is how the country went wrong. Sijui kama tunaelewana. So, hapo kwa cost of living nakubaliana na wewe, lakini nyinyi ndio mliharibu. Wacha mimi nirekebishe. Na hao wakulima mimi nafanya kazi na wao. Jambo la pili, umesema kuna watu hawaniambii ukweli. Sasa mimi sijui, mimi ndio siambiwi ukweli ama wewe ndio waambiwi ukweli? Because hiyo unasema nimeongeza sijui ushuru, nimeongeza ushuru. Mimi nataka nikuambie my friend, ukiangalia kwa budget kuna watu wa kuambia ukweli. Nimepunguza sehemu karibu 20 ya mambo ya ushuru. Nimeondoa karibu bilioni 500 ya madeni katika hii budget kupunguza mzigo kwa hao wa Kenya. Kwa sababu pale kwa historia unaweza kunishinda. Lakini hapo kwa uchumi, bana, mimi naelewa kabisa. Na wacha tuambiane ukweli. Si tumesema tuambiane ukweli? Na nashukuru umesema tuambiane ukweli. Mimi ni mwanafunzi wa karibu sana wa rais wa 3 anaitwa Mwai Kibaki. Yeye wakati alichukua kama rais, ushuru ilikuwa 220 billion. Lakini kwa mpango na akili akaisukuma. Wakati alikuwa anaondoka baada ya miaka 10, ushuru alikuwa ameifikisha karibu trilioni 1. Naye rafiki yangu Uhuru akakuja akasukuma, lakini akaongeza madeni mingi. Ikafika sasa 2 trillion. Sasa mimi ndio nimefika hapo kwa 2 trillion kwa hii budget. Nataka kusukuma kutoka 2 trillion mpaka 2.8 trillion kwa hii mwaka. Kwa sababu vile Mwai Kibaki alifanya, aligundua ya kwamba nchi hauwezi kuiendesha kwa kutafuta madeni na kukopa madeni. Nchi unaiendesha kwa kupanga vile ushuru itapatikana. That is where we are, and that is the difference. So tafadhali munipatie nafasi kidogo nipange hii kitu, and I know what to do. Vile nakubaliana na nyinyi, watu wa Azimio sio wazimu, lakini watu wa Kenya Kwanza sio wazimu pia. Hakuna mtu wazimu hapa, kila mtu anapanga vile anajua. So ndugu zangu, mimi niko tayari kabisa kukubaliana na bwana former prime minister na watu ya Azimio. Tuache fujo, tuache matata, tuungane kwa yale mambo yanapeleka Kenya mbele. Munikosoe, mimi naamini in an accountable government. I believe in an accountable government. I have no problem with being held to account. I have no issue with criticism, and because it adds value to my decision making. That is why hata hawa mawaziri wangu, nimesema hawa mawaziri sasa wawe wanaenda bunge kujibu maswali, kwa sababu we want to be held to account. So mimi sina maneno. Hata nimesema wacha tutengeneze kiti kubwa ya mtu ya upinzani kule bunge, na tupatie pesa ya serikali na mambo ya asukume kabisa serikali, akosoe, afanye nini, lakini tuwache kuharibu mali ya wananchi barabarani, tuwache fujo, tuwache maandamano.
Nimekosa? Si Kenya inataka ipangwe namna hiyo? Kwa hivyo Bwana Prime Minister, mimi nakuheshimu, wewe ni mzee wetu. Tutashirikiana pamoja na tutaenda mbele pamoja. So tuko pamoja kabisa. I have no issue na tutaendelea pamoja. Kwa hivyo ndugu zangu, watu wa Nyandarua, naamini ya kwamba hii mazishi ya huyu mama wetu Elosi Mukami Kimathi ametupatia nafasi ya kusema ukweli. Tunamshukuru huyu mama, hata kwa safari yake ya mwisho ametupatia taifa la Kenya vile alipigania uhuru wakati ule. Leo katika safari hii yake ya mwisho pia imekuwa nafasi mzuri ya kuambiana ukweli, ndio Kenya iweze kwenda mbele. Mimi nawashukuru sana. Mwathani amurathime. Mungu awabariki sana.